Mwenyezi Mungu fundi sana. Kikawaida binadamu wengi huzaliwa moyo ukiwa upande wa kulia, lakini wapo wachache wanaopata hali hii ya nadra ya kuzaliwa huku moyo ukiwa upande wa kulia. Unataka kufahamu? Karibu kwenye Siri za Mwili, mahali ambapo unapata maelezo ya kina kuhusu miili yetu na jinsi inavyofanya kazi. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kulike, share, comment na subscribe chaneli hii, kwani kufanya hivyo kutafanya iwafikie watu wengi zaidi. Kitaalam, hali hii hujulikana kama dextrocardia. Hili ni neno la Kilatini lenye maana ya dextro kwa maana ya kulia and cardia maana yake ni moyo. Ni hali ya adimu ya kuzaliwa nayo ambapo moyo wa mtu unakuwa umeelekea upande wa kulia wa kifua badala ya kushoto kama ilivyo kawaida kwenye miili ya watu wengi. Hali hii ni nadra sana kutokea kwa mtu mmoja kati ya watu 12,000 hadi 35,000. Kwa wengi hali hii haileti matatizo yoyote ya kiafya, lakini kwa baadhi ya watu, hasa pale inapohusiana na mpangilio usio wa kawaida wa viungo vya ndani, inaweza kuambatana na changamoto mbalimbali za kiafya. Hali hii hutokea mapema sana wakati wa ujauzito, hasa katika wiki za mwanzo za ukuaji wa kiini tete. Ni kipindi ambapo viungo vya mwili huanza kuwekwa mahali pake. Kwa kawaida, mwili wa binadamu huongozwa na maagizo ya vinasaba ambavyo huamua wapi kila kiungo kiwekwe na kikae. Inakadiriwa kuwa zaidi ya genetics 60 tofauti zinahusika katika kupanga namna viungo vya ndani vinavyopanga. Organ positioning. Jeni hizi huwasiliana na kupeana maagizo kuhakikisha kuwa moyo, ini, figo, utumbo na viungo vingine vyote vya mwili vinawekwa mahali sahihi. Katika hali ya dextrocardia huwa kama hitilafu katika maagizo hayo ya kigenetic. Hivyo moyo huanza kujiunda upande wa kulia badala ya kushoto. Hapa Tanzania watu kadhaa wamewahi kugundulika na hali hii pale taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imewahi kutokea, na hata pale Benjamin Mkapa Hospital pia wamewahi pata mtu mwenye hali hii. Hali hii ya dextrocardia ina aina mbalimbali ambazo ni ya kwanza, dextrocardia with situs inversus. Hii ni hali ambapo si moyo tu bali viungo vyote vya ndani kama vile ini, wengu na tumbo hujipanga kwa mtindo wa kinyume. Hali hii haileti madhara ya kawaida na mtu anaweza kuishi maisha ya kawaida kabisa bila hata kujua kama viungo vyake vipo upande tofauti. Hali ya pili ya dextrocardia inaitwa dextrocardia with situs solitus. Hapa moyo tu ndio unakuwa upande wa kulia, lakini viungo vingine vyote vipo mahali pake pa kawaida. Hali hii mara nyingi huambatana na matatizo ya kuzaliwa ya moyo, yaani congenital heart defect, kama vile mashimo kwenye kuta za moyo au matatizo ya valves. Hali ya tatu ya dextrocardia inaitwa dextrocardia with situs ambiguous. Hali hii ni nadra zaidi
ambapo viungo vya mwili havina mpangilio maalum. Hali hii inaweza kuambatana na matatizo makubwa ya kiafya na huhitaji ufuatiliaji wa karibu na matibabu ya mara kwa mara, kwa sababu wengi hawana dalili. Hali hii hugundulika mara nyingi kwa bahati mbaya wakati wa kupiga picha za X-ray ya kifua, kufanya ultrasound ya moyo au kufanyiwa CT scan au MRI. Dextrocardia sio ugonjwa na wala hauhitaji tiba yoyote, ila kama utaambatana na matatizo ya moyo au changamoto nyingine, basi ni muhimu kupata msaada wa kitabibu mapema zaidi. Natumaini umejifunza kitu. Hayo ni machache katika mengi niliyokuandalia. Asante kwa kuungana nami kwenye Siri za Mwili. Mpaka wakati mwingine.